Bwana Yesu asifiwe. Ni mwendelezo wa siku 40 za maombi ambazo zimekuwa zikitubariki katika mazingira mbalimbali. Siku ya leo tunakumbushana mambo kadhaa ambayo tunaenda kumalizia katika mwendelezo wa siku hizi. Tunayo mada au tunalo somo letu linalodumu katika habari nzima ya kitu fulani kinakosekana. Kitu fulani kinakosekana. Ndicho kitu ambacho tunakiangalia. Ni kitu gani ambacho kinakosekana? Leo Jumatatu, siku ambayo tunaiangalia leo, tunaangalia somo linalohusiana na kitu fulani kinakosekana. Ni kitu gani ambacho kinakosekana? Sikiliza Biblia inavyojitambulisha katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 na mstari ule wa 46. Maandiko ukisoma sehemu hiyo inasema kwamba na siku zote walikuwa wakidumu. Kitu cha kwanza, walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja, wakimega mkate nyumba kwa nyumba. Hao watu walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja, wakimega mkate nyumba kwa nyumba. Inaonyesha pia kwamba hao watu walikuwa na ushirikiano. Sasa somo letu linasema kitu fulani kinakosekana. Ni kitu gani ambacho kinakosekana? Kama unavyofahamu mtu wa Mungu, katika ulimwengu huu tunaoishi leo, kitu fulani kilikosekana kwenye maisha ya kawaida. Mtu tu hata kama ni mpishi, kitu fulani kikimisi pale, mfano tu ashumu ya kwamba jiko la kupikia likikosekana, anaweza akapitia wakati mgumu sana. Hata mpishi, mboga ikikosekana, ni mifano ya kawaida tu hii ambayo ipo kwenye maisha. Mtu huyu anaweza akapitia wakati mgumu sana. Sasa leo tunaangalia somo hili ambalo linajikita katika habari nzima ya kwamba kitu fulani kinakosekana. Sikiliza kidogo hapa, sio kitu kingine. Kitu hiki ambacho tunakumbushwa, kipindi cha nyuma wenzetu hawa walikuwa na umoja, na ndio maana tunasikia walikula pamoja, na ndio maana tunasikia walijumuika pamoja, na ndio maana tunasikia kila jambo walilifanya kwa pamoja. Sasa kitu ambacho kilikosekana ni nini? Leo kitu ambacho kinakosekana katika muktadha wa kuendelea na somo hili ni kwamba watu leo tuna ibada. Kitu cha kwanza hiyo. Lakini hatuna uhusiano kamili na hii ibada. Watu leo tuna mahubiri, lakini hatuna uhusiano halisia na haya mahubiri. Maana yake nini? Mahubiri yapo lakini hayagusi moyo. Watu leo kama kuhubiriana, tunahubiriana sana, yapo, lakini hayagusi mioyo yetu katika maisha haya. Ndicho kitu ambacho kinazungumzwa katika siku ya leo. Sikiliza, dalili ya kujua kwamba kitu fulani kinakosekana, aidha katika jamii, aidha katika taifa, aidha katika kanisa, aidha katika mahusiano yako na Mungu, ni kwamba dalili zipo nyingi. Zipo vitu ambavyo vinaonyesha kwamba kinakosekana. Wakristo wengi leo wanateseka kimya kimya. Wanateseka kimya kimya. Sio tu wanateseka kimya kimya, wanakuja kanisani lakini wanarudi na mizigo yao. Wanakuja na maumivu lakini wanarudi kitu kama wako vile vile. Na ndio maana tumesoma fungu letu hili linatukumbusha kwamba hawa watu walijumuika pamoja. Hawa watu walikuwa kitu kimoja. Kumbe kitu ambacho kimekosekana hiki ni habari nzima ya kwamba watu leo tuna ibada lakini hatuna Mungu halisia. Ndio kitu ambacho kinakosekana. Watu leo tuna mahubiri ambayo yanazungumza mdomoni, lakini mahubiri haya hayagusi maisha yetu. Ndio kitu ambacho kinakosekana. Watu leo wanateseka kwenye jamii ambayo tunaishi hapa katika mazingira tofauti kila mmoja. Watu wanateseka kwenye dhambi, watu wanateseka, tunawaangalia tu. Kwa hiyo kwa ujumla, kitu cha kubebeana leo ni jambo ambalo limekosekana. Kuchukuliana, kuweza kusaidiana katika safari ni jambo ambalo limekosekana. Naongea na mtu ambaye ananitazama hapa, anapitia kitu fulani, na wakati mwingine anajuta jua kitu fulani kimekosekana. Lakini ukijua, haijalishi ya kwamba leo uko peke yako na umeshajihisi kabisa kwamba umeshaachwa, na ukajua kabisa kitu fulani kimekosekana, jua yuko Mungu ambaye bado yuko pamoja na wewe. Naongea na rafiki yangu hapa mmoja, mama huyu, ni kweli kabisa kitu fulani kimekosekana kwenye maisha yake. Ni kweli, hata msaada amekosa. Naongea na mtu ambaye msaada umekosekana na alitarajia kupata msaada sehemu fulani. Leo nikwambie tu, relax kwa huyu Baba wa mbinguni. Tulia kwa huyu Yesu ambaye hata kama kwa binadamu kitu fulani kitakosekana,
Hata kama ulikuwa umetegemea connection fulani imekosekana, tulia kwa Baba wa mbinguni, hawezi akakuacha. Kwake hakuna kitu chochote kile ambacho kitakosekana. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa siku hii ya leo na asante kwa upendo wako. Endelea kutusaidia katika maisha haya. Endelea kutupigania katika maisha haya. Endelea kutusaidia kila mmoja wetu. Ni kweli kuna kitu fulani yaweza kuwa kwa mtazamaji huyu kimekosekana kwenye maisha yake. Eza kwenye mahusiano, eza kwenye ibada, eza kwenye utumishi wake. Lakini leo pia umetukumbusha habari nzima ya kurejesha uhusiano wetu na wewe. Hata kama binadamu watuache, hata kama tuachwe, lakini wewe Mungu umejitambulisha ya kwamba hata kama kwa binadamu tuangalie kweli kitu fulani kimekosekana, kwako hakuna kitu ambacho hakijakosekana. Msaidie mtoto wako huyu, msaidie mtumishi wako huyu, tuweze Mungu kumega mkate pamoja, tuweze Mungu kuongea lugha moja, tuweze Mungu kujumuika kwa kitu kimoja, kwa jina lako Yesu, amina. Bwana akubariki sana.